Nao walikuwa wakidumu, Matendo 2 aya 42. Wakawa wakidumu katika fundisho la mitume. Wakawa wakidumu katika fundisho la mitume. Yaani Kartereo linasema hivi, katika swala la kujifunza kwa mitume hakuna ambacho kilizuia wasifanye. Na hii kitu cha kwanza kabisa kinaeleza mambo mawili yanayofafanua kwenye hiyo aya. Moja yake ni kwamba walikuwa na uhusiano mzuri na mitume. They had or they were related well with the apostles. Walikuwa na uhusiano mzuri na mitume. Inachoeleza ni nini? Walikuwa wananyenyekea chini ya mafundisho yao. Submission inatajwa pale. Kwa ajili ya nini? Walikuwa wamejitoa katika kupokea maarifa. Devoted to learning. Na wanajifunza kutoka kwa nani? Mitume. Jambo la kwanza ndio hilo. Kartereo inasema hapakuwepo na mamlaka yaliyozuia kanisa hili wasiketi wasikilize fundisho kutoka kwa mitume. Uhusiano wao na hao ulikuwa chanya, na hawakuruhusu chochote kuvuruga eti wasijifunze fundisho kutoka kwa mitume. Hii ilikuwa la kwanza. Miongoni mwa mambo ambayo Ibilisi anatamani ayafanikishe leo ni kuhakikisha anajenga chuki kati yetu na wafundishao neno la Mungu. Wanirudie. Shetani akifanikiwa kujenga chuki kati yetu na wanaofundisha neno, kwa sababu ile ndiyo hatua ya kwanza. Watakase kwa ile kweli, neno lako ndiyo kweli. Leo unavyosikia shida zinatokea katika dunia hii ya kikanisa ya Kikristo, unaona watu wanawashwa na kusema hakuna haja ya uongozi wa kanisa, na shida na nini. Hii yote ni ajenda ya Ibilisi kabisa, na sio tu ya karne ya 21, ni karne zote. Yaani Ibilisi huwa ana ajenda ya kuweaken, ya kudhoofisha uhusiano wa muumini na uongozi wafundishao kweli. Ndio maana Yesu alisema Ibilisi anatamani ampige mchungaji ili kondoo watawanyike. Ili kanisa la awali hawakuliruhusu Kartereo. Hapakuwepo na namna yoyote utawatoa kuwa wanafunzi wanaojifunza kwa mitume, na hilo wakawa wakidumu kujifunza kwa mitume.